Hello, mambo vipi Tanzania? Inakuwaje Bongo TZ? Mimi mwanao kabisa kundi ya kitaa. Leo niko kitaani katika kutazama ni nini kinaendelea mtaani. Leo bana, katika pita zangu na wana iCal Digital tumepita maeneo fulani hivi. Waswahili wanapaita migo, lakini wataalamu wa mambo wanapaita Magomeni Tanzania. What's happened today? Leo bana, kuna mtanange wa kirafiki kati ya polisi Kimara na polisi Magomeni, yaani vikosi vya jeshi la polisi katika wilaya hizi mbili kutoka mkoa wa kipolisi Kinondoni zinakwenda kuumana kikali. Nikasema kabla hajafika kwenye ground hii hapa kwenye viwanja vya barafu, mimi nizungumze na watu mbalimbali, wanafeel kitu gani kitaenda kutokea. Unaweza kusikia kwa mbali unapiga wimbo mkali sana ambao ni wimbo umetrend this time around, lakini pia washikaji wako na vibe kinoma. Tukienda second half tutaenda kutaka kujua Magomeni kikosi chao wamekiarrange vipi na kitu gani kinaendelea. Tukatazame first half, alafu tukirudi tutakwenda kuenjoy kuhusiana na what happened in the second half. Mimi acha ni sana kwa sababu tayari wachezaji kama unavyoona wanapenda kupasha na vitu kama hivyo, kwa hiyo ndio ushakwasio rafiki. Na kukumbusha, let me remind you kwamba leo ni mtanange mkali kati ya polisi wilaya ya Kimara na polisi wilaya ya Magomeni. Hawa wote wanatokea mkoa wa kipolisi Kinondoni, lakini kanda maalum ya mkoa wa Dar es Salaam. Tumekuja kuzungumza na mmoja kati ya wawakilishi kutoka wilaya ya Kimara. Tuko naye kwa brother yetu, atatuambia anaitwa nani, lakini yeye ana predict nini kwenye mtanange huu hapa wa polisi Kimara versus polisi wilaya ya Magomeni. Brother, ni aje? Swali ni aje? Fresh kama kawa bwana. Bana, tumeona tayari wachezaji wamefanya maandalizi ya awali, lakini wewe umeshuhudia huko mlikotoka mmefanya maandalizi mbalimbali. Wewe unatabiri kitu gani kwenye mtanange huu hapa? Yaani mimi natabiri ushindi mwanangu. Natabiri ushindi, tutapiga mtu goli 4. Yaani bila goli 4 mwanangu aturudi Kimara. Fresh. Tugonge goli 4 mwanangu. Fresh. Kwa heshima ya wana Kimara wanakufahamu, lakini ambao hawakufahamu, hebu niambie social network. They want to know iCal Digital hawajui unaitwa nani. Tuambie unaitwa nani au unaendaje kwenye digital platform, alafu tuchao. Bwana, mimi naitwa Eusebio Chazi Chaula, natoka Kimara. Yaani Kimara tumejipanga mwanangu. Kwanza ukiangalia Kimara tuna milima, ni mazoezi tosha kabisa mwanangu. Tuko pakani mle mwa Kibaha kule. Ni mazoezi, madaraja kibao kule. Kwa hiyo mwanangu Magomeni hawachomoe. Bro, mimi nikushukuru sana. Tutakutana after second half. Kuna noma niko hapa. Asa, alright kabisa. Ni aje Bongo TZ, mambo vipi Tanzania? Kazi yangu ni kukuletea zile stories zote za kiburudani zinazotoka kitaani. Leo bado tunaendelea kupiga story mbalimbali na washikaji hapa eneo la barafu Magomeni Tanzania. What's happened? Nini kimetokea? Ni kwamba hapa kuna mtanange mkali kati ya wana Kimara na Magomeni. Hapa tunazungumzia polisi Tanzania wilaya zote mbili hizi. Hao ni watu ambao ni washikaji, ni watu ambao wanakutana kwenye kazi mbalimbali, lakini leo wamekutana kwenye kazi hii hapa. Wako washikaji wawili pembeni yangu, tutaenda kuwasikiliza. Mmoja mwakilishi kutoka wilaya ya Kimara, lakini mmoja ni mwakilishi kutoka wilaya ya Magomeni. Wote ni wachezaji na wamepata nafasi ya kucheza. Tunataka tukazungumze nao, tukataka kujua wao kitu gani wamekipata, wame experience nini kwenye mchezo huu hapa. Mwanangu Kidu, tuenzetu tukaongelea. Aje. Fresh kama kawa. Bana, tunaendaje? Wewe unakufahamu vipi? Unaitwaje? Sasa mwanangu, mimi nataka kujua wewe ni mchezaji wa Kimara, si ndio? Tumeona nyinyi mmetoka mbali, mmekuja kucheza na washikaji zenu huko Magomeni. Tunataka kujua what's so special ambacho mmekiona katika wilaya hii ya Magomeni. Nini kitu gani ambacho mnahisi ni cha tofauti sana ambacho mmeki-experience leo kwenye mechi? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza game salama. Kwa kutoka uwanjani, ila hata kama mimi nimemaliza salama nimetoka sehemu. Jambo la pili, kutokana na mechi ilivyoiona hii, mazoezi ni muhimu, mazoezi kwa sahihi. Kwa hiyo wana Magomeni wametufunza tufanye mazoezi. Fanye mazoezi kwanza. Si ndio? Sasa mimi na swali langu, wewe ni mfanyakazi wa taasisi ya kijeshi. Nataka kufahamu kabla ya kujiunga na taasisi ya kijeshi ulikuwa unafanya mchezo huu wa mpira wa miguu au taasisi ya kijeshi ndio imesababisha wewe ucheze mpira huu wa miguu? Mpira wa miguu nilikuwa nacheza. Ila ni muda kidogo tangia nimeenda mafunzo. Sijawahi kucheza mpira karibuni mwaka mzima. Kwa hiyo changamoto kubwa ni mazoezi. Sasa
huu mtanange ndio umeanza, yani ngoma bado mbichi. Unaona kuna mtazamo gani katika timu yako ambayo mnaendelea kuipambania? Unaiona wapi timu yako wewe kama mchezaji wa wilaya ya Kipolisi Kimara? Timu yetu ipo vizuri. Timu yetu ipo vizuri na tukiendelea na mazoezi tunaweza kufika mbali. Vipi leo tunatoka? Leo ndio imeisha 5-2 Hebu mshie mwanao leo aje tubonge kidogo. Mwanangu wewe karibu wewe. Vipi mwanangu? Sasa kama wewe wanakuhitaji mwanangu, unaweza jenda? Mimi sina nickname. Sogea karibu, sogea. Sina nickname ndio kama hivyo hali ya mtoto tumecheza kama ulivyoona. Kwa kwanza kwa jamaa walituelemea. Sisi tunaheshimu wapinzani. Kwa hiyo kama tumecheza mchezo huu kama ulivyoona sasa tumekuja tumebadilika. Tukacheza mpira tukaposesi. Tukatulia tukaanza kupata magoli. Wapinzani wetu wakaingia kwenye mfumo wetu ili kupata goli hizo 4. Wacha nikusalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waswahili wanasema kazi iendelee, kwa Kiingereza mimi sijui kabisa. Tumeona sasa ni first half tumemaliza dakika chache, lakini tuko na moja kati ya mchezaji ambaye amefanya wonders sana kwenye kipindi cha kwanza. Hapa tunazungumzia zile dakika 45 za kipindi cha kwanza. Anaitwa Anthony. Nataka kusikia kutoka kwake yeye ana kitu gani special ambacho kimemfanya leo amewaka kinoma, pamoja na kwamba first half imeisha 0-0, lakini tumeona angeendelea kubaki, angeenda kufanya vile ambavyo sisi tunategemea. Kama wana Kimara wana expect nini, lakini wameona wampumzishe mchezaji wao. Hebu tukamsikilize mwanetu anasemaje. Vipi mwanetu, mbona tumetoka, changamoto ni nini? Bwana, kila mtu acheze. Kubwa namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka nimefika hapa, maana yeye nisingeweza. Tumeona ni mechi ya kirafiki, lakini ni mechi ipambe sana, mechi ambayo imekaa vizuri. Mimi nataka kujua kutoka kwako wewe kama mwana Kimara, umejifunza nini kutoka kwa watu wa Magomeni, vile wamekukarimu, vile umecheza nao ndani kwenye ground, kitu gani wewe umepata elimu ulivyofika hapa mjini kabisa Dar es Salaam Magomeni? Bwana, niko napenda Kimara ile kama Magomeni, watu wakarimu, wanapenda mpira. Mpira ndio kila kitu. Wengine ndio vipaji vyetu tulivyokuwa navyo, kwamba Kimara wafanya kama hivyo hivyo itokee. Mimi nataka kujua kutoka kwako kwa niaba ya Icon Digital au kwa niaba ya Watanzania, nataka kujua kabla ya kujiunga na jeshi la polisi Tanzania ulishawahi kucheza mpira before? Maana sio kwa hili balaa mzee. Bwana nakumbusha mbali kweli ndugu yangu. Nakumbusha mbali sana. Tumecheza sana. Kwa sababu nimeona, unajua kuna vile una dribble mpira, vile unachukua mali unampa mtu mwingine, kuna namna watu, unajua yawezekana jamii imekariri kwenye hizi taasisi za kijeshi, yawezekana labda wachezaji hamna, kwa sababu timu zinazoongoza pale juu ni Simba na Yanga. Timu zetu za kijeshi kidogo imekuwa changamoto, lakini kumbe wachezaji tunao. Hebu wa prove wrong wa Tanzania, wa prove wrong wa Tanzania kwamba taasisi za kijeshi pia zina wachezaji. Kabisa. Mimi nakumbuka zamani taasisi ndio zilikuwa zina wachezaji wazuri sana. Ila sasa hivi tu kitu kinatokea. Sasa tunaomba huko sisi tupo wachezaji wazuri tu. Naomba tu ushirikiano, support. Nisho vipaji vyetu ndio hilo tu. Bana, mimi Anthony nikushukuru sana, unaweza kaenda kuenjoy. Tukutane tena wakati mwingine. Asante sana, asante sana. Mambo vipi Tanzania, na kusalimu tena kwa jina la mpira. Tumekuja hapa kuzungumza vitu mbalimbali na wanetu. Tumezungumza na wachezaji wengi sana, lakini niko na moja kati ya mchezaji kutoka wilaya ya Kipolisi Kimara, na wewe ni naweza nikamwita man of the match of this game, kwa sababu amepata nafasi ya kucheza dakika chache, lakini amefanya ni wonders sana, kwa sababu huu mchezo ni kila mtu acheze. Tumeona tupatie wengine nafasi wacheze. Nataka kusikia maneno machache kutoka kwake yeye kama team captain, muongoza watu, muongoza wachezaji wenzake. What's so special? Ana kitu gani ambacho amekiexperience kwenye mchezo huu hapa? Tunatazama sasa hivi dakika 85, team captain yuko nje, lakini nataka kujua kutoka kwake yeye ameexperience nini kwa dakika hizo dakika kadhaa ambazo amepata nafasi ya kucheza. Captain, mambo vipi? Safi, mambo vipi? Shwari kama kawa. Kama kawa. Bana, sisi tunataka kujua kwa niaba ya Watanzania, kwanza mtanange umeuonaje, lakini wewe kuna kitu gani ambacho umejifunza katika mtanange huo? Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi hii. Ni mchezo wa mpira ambao tulikuwa tunashindana na wenzetu wa Magomeni. Mchezo umekuwa mzuri, rafiki, usiokuwa na fujo, uliofurahisha watazamaji. Mpira una matokeo matatu: kuna kufungwa, kutoa draw au vinginevyo. Kwetu sisi mpaka sasa upande wetu umeelemewa na tumeshafungwa idadi hiyo ya magoli uliyoyataja.
Nilicho experience kwa mujibu wa swali lako ni kwamba mchezo unahitaji pumzi, unahitaji mazoezi ya kutosha, lakini unahitaji muda mzuri wa kucheza. Vijana tunao, tuendelee kuwapa muda wacheze, tuendelee kuwapa nafasi na tuwape mechi zaidi kwa ajili ya kupata momentum na game experience nzuri ambayo itaweza kuwasaidia katika mechi zijazo. Asante sana bwana team captain, lakini wapo wachezaji wengine nimewauliza hili swali, ningependa na wewe nikuulize. We all know kwamba this time around ni timu chache sana za taasisi ya kijeshi ambazo ziko kwenye mainstream, kwa maana tukizungumzia zile top 3 za klabu yetu ya ligi yetu ya Tanzania. Wewe unafikiri kitu gani kikiongezwa kwenye klabu zetu za taasisi za kijeshi? Hapa nazungumzia taasisi zote za kijeshi. Unafikiri kitu gani kikiongezwa tutakwenda kufanya vizuri sana, kwa maana kuwa pale kwenye top 3 za ligi yetu ya Tanzania bara? What's you advice au kitu gani ambacho wewe unafikiri ni bora sana kikifanyika kitatengeneza hilo ambalo naliuliza? Kwa mujibu wa swali lako, kitu gani kiongezwe katika timu zetu za majeshi? Kitu ninachopendekeza kiongezwe ni uwekezaji mkubwa, tuweze kupata wachezaji bora ambao wanaweza kushindana na hizo timu ambazo zipo kwenye hiyo top 3 na hata kwa mashindano mengine ya kimataifa. Uwekezaji mzuri ikiwa pamoja na usajili wachezaji ambao wanaendana na mahitaji ya timu, ugumu wa ligi, ubora wa ligi na hata washindani ambao unaenda kukutana nao. Hivyo ushauri wangu ni uwekezaji mkubwa zaidi ambao utakaoweza kusaidia timu zetu za kimajeshi kusonga mbele na kufikia huko kwenye top 3, na inawezekana. Binafsi nimefurahishwa sana na maneno yako, lakini pia lastly nataka kujua zaidi kutoka wewe kama mwakilishi wana Kimara kwa ujumla. Nataka kujua kwenye game zijazo, kwa sababu hili tayari imekuwa tia maji, tunafanya jitihada gani katika kuhakikisha kwamba tunapata matokeo chanya na sio hasi? Tumeona mechi ambayo tumecheza siku 3-4 zilizopita tumepata matokeo mazuri, lakini kwenye hili imekuwa sio bahati, tunaenda kupoteza mchezo. Lakini hebu tuaminishe sisi kama wapenzi wa soka, Kimara inaenda kuwa vipi katika michezo ijayo? Kwanza niwahakikishie kwamba Kimara ni timu bora na ni timu sahihi kwa mashabiki wanaoifuatilia na kuipenda. Kwa ushauri wangu kwa mechi zijazo, napenda kuzidi kuhamasisha mashabiki zetu wazidi kutusupport, viongozi wetu wawe bega kwa bega na sisi. Kupoteza mchezo sio kutoka kwenye mwelekeo wa timu. Kupoteza mchezo ni sehemu ya mpira, ya matokeo ya mpira wa miguu. Mechi ijayo na kuhakikishia tutakuwa na maandalizi bora zaidi, tutakuwa na vipaji vizuri zaidi, tutakuwa pia na usajili mzuri zaidi, na hivyo kuhakikisha matokeo mazuri na hata timu yetu itazidi kusonga mbele, kwa sababu wapinzani wetu tutarudiana nao siku 2 baada ya leo. Kwa hiyo mashabiki wetu wasife moyo, hii ni sehemu ya matokeo na tutaendelea kufanya vizuri. Asante sana. Neno moja kwa Watanzania kabla hatujatoka kwenye frame, hatujatoka kwenye kideo. Zungumza na wenzako. Let me give you this man. Zungumza na wenzako. Neno langu kwa Watanzania, kwanza tuipende michezo inatujengea afya, michezo inatuunganisha, michezo ni udugu, jamaa na urafiki. Hivyo sisi kama taasisi ya Jeshi la Polisi tunayo sera yetu kubwa ya polisi jamii. Michezo ni sehemu inaweza kutuunganisha na jamii moja kwa moja. Zaidi sana ni zidi kuwaasa wananchi na hata askari wenzangu kwamba tunapopata nafasi ya kushiriki katika mambo ya kijamii tushiriki, tusaidiane, tupendane, tukiwa na neno moja tu kwamba sisi wote ni Watanzania, sisi ni wa taifa moja na hatuna taifa jingine. Tanzania ndio mama yetu. Asante sana. Asante sana Captain, tutakutana wakati mwingine. Asante sana. Huyo ni team captain kutoka wilaya ya Kipolisi Kimara, amezungumza mengi sana, lakini kama hiyo haitoshi, ametusogeza kwenye ile dhamira ya polisi kufika kwa jamii. Polisi jamii ndio lengo. Tunaona leo polisi wale tulikuwa tukizoea wakizunguka kuja kwenye video mbalimbali, lakini wanazungumza na sisi, wanacheza na sisi mpira. Hili ni jambo kubwa sana, na ni jambo ambalo tungependa liendelee.
tuendelee kesho na kesho kutwa. Acha mimi nikamfuate msemaji wa polisi wilaya ya Kimara nikazungumze naye, alafu tufunge kamera yetu kwa ajili ya Tanzania. As I told you before kwamba leo niko maeneo ya Magomeni Tanzania, anaipaita Mburahati, maeneo ya Barafu. Kulikuwa na mtanange mkali dhidi ya polisi wilaya ya Kimara na polisi wilaya ya Magomeni. Tayari mchezo umeisha, matokeo yametokea. Yaliyotokea sio ya kwetu sisi, ni ya Mwenyezi Mungu. Tuko na moja kati ya watu ambao wanaiwakilisha wilaya ya Kimara vizuri kabisa. Twende tukamsikilize anaitwa nani na majukumu yake ni yepi kwenye kikosi hicho cha polisi wilaya ya Kimara. Halafu tutataka kujua zaidi kitu gani yeye amejifunza kuhusiana na game hii hapa ambayo leo imekwenda kuchukua nafasi. Mamen, nisiwe mzungumzaji sana wa haya, yeye yuko kwa ajili ya kuzungumza. Kaka, mambo vipi? Salama kabisa. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hebu zungumza na watu, tuambie who are you, wewe ni nani kwa majina, lakini kazi yako ni ipi, lakini pia unazungumziaje mchezo leo? Majukumu yangu mimi ni msemaji, na sio semaji tu, ni msemaji wa Gogoni Police Tanzania, lakini pia wilaya yetu ya Kimara tuko vizuri sana. Sio tu msemaji, ni msemaji wa wasemaji wote. Wakija hapa wanakaa wanaita the boss, ndio kwa jengo mimi kitengo mimi nyumba kazi namba 1 in town, niko hapa Salim na familia kama hiyo. Karibu. Safi sana. Sasa mwanangu, tumeona semaji wenyewe wana neno lao, wanasema semaji la kafu, sio? Sasa sisi tunakuita semaji la Kinondoni au vipi? Sasa semaji la Kinondoni tunaona leo mmetoka vile ambavyo isivyofaa. Wewe kama mdau wa soka umejifunza nini kwenye hili ambalo limeendelea leo? Mmetoka na matokeo ambayo sio mazuri, lakini unatuahidi nini baada ya kujifunza nini? Kwanza tukianza mpira na matokeo matatu, tunatakiwa tupokee, japo kupokea kwa uchungu, lakini second nyingine tumejifunza kuhusu technical benches, tutarekebisha kuhusu hilo, na pia hii tulikuwa tunajaribu kuendelea kuungana kwa sababu tunahitaji muda mwingi wa kufanya mazoezi na mambo mengine. Kwa hiyo tunatumaini pia hizi zinaweza kuwa salamu nzuri na watu technical bench panga vizuri. Kwa hata mchezo tunaofuata hata watu wakawe pia tunaweza tukafika hapo na tukawageuza hata wakawajua. Kwa nini nashukuru. Asante sana semaji, umefanya wonders. Hebu kuna kitu kinaitwa polisi jamii. Wewe kwa muda uliokaa kwenye taasisi ya jeshi la polisi unaelewa nini kuhusiana na polisi jamii, au unatuasa nini kuhusiana na polisi jamii? Hebu just tell us. Kwanza mimi ningeanza kupongeza hata kutenga hii kamisheni ya kuhusu polisi jamii. Polisi jamii ni watu muhimu sana katika kutekeleza kazi zetu za jeshi la polisi, kwa sababu pia wao wako karibu sana na jamii. Kwa muda mwingi hata watu tunapowapa muda wao kushirikiana na sisi na wote kwa kitu kimoja, tunaweza kutengeneza kitu kilichokuwa bora sana. Watu wengi wanafaa polisi jamii ni watu tunaoshirikiana nao katika kuleta mahusiano mazuri ya sisi polisi pamoja na jamii yetu. Kwa wao ndio tunaita polisi jamii. Polisi ni watu muhimu sana katika sekta yetu. Asante sana semaji, nimesikia mapolisi wote mmeitwa kule, kwa hiyo nitakuwa nakukosea nidhamu sana kuendelea kukaa na wewe hapa, kwa sababu tunajua kwamba moja kati ya taasisi ambayo ina watu wenye nidhamu zaidi duniani ni polisi, iwe Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Mimi nikuache, tukutane tena wakati mwingine sana. Asante sana. Asante sana. Leo nilikwambia nipo hapa Magomeni Tanzania, katikati kabisa ya jiji la Dar es Salaam. Hapa kama ulikuwa hujui, huko nyuma huko, hapa ndio kulikuwa na stendi ya mkoa. Yaani ukitoka mkoani ilikuwa lazima ufike Magomeni ndio uende kwenye maeneo mengine. Huyu nilikuwa naye pembeni ni moja kati ya wachezaji kutoka kikosi cha kipolisi wilaya ya Magomeni. Yeye nataka nizungumze na yeye kwanza, atuambie anaitwa nani, lakini pia ame experience nini kwenye game ya leo, halafu anatuahidi nini kwenye mechi ijayo. Oya, vipi mwana? Fresh kama jana. Wewe unaendaje, unafahamika vipi, lakini pia tuambie umeionaje game ya leo? Mimi kwa majina naitwa Angelo. Game ya leo ilikuwa mzani, game ilikuwa ya ushindani, game tough. Tunamshukuru Mungu kwa kupata ushindi na kumaliza game yetu salama. Hivyo. Sawa. Game tumeona imekuwa sana upande wenu. Mna kitu gani special ambacho unafikiri wenzenu hawana? Cha special sisi hatuna. Isipokuwa tu ni game plan ambayo sisi tuliingia nayo. Hatuwadharau wapinzani na maelekezo ya mwalimu tuliyafanyia kazi. Unaona kwa first half ile ambayo tulikuwa tunacheza kidogo mpira ulikuwa uko upande, ulikuwa 50-50. Lakini baada ya mapumziko tukapata maelekezo ya mwalimu, tukaswitch kidogo. Na maana tukapata ushindi mzuri
kuanzia ile second half. Mimi mlichonichanganya, mmefunga magoli mengi mpaka nimeshindwa kuhesabu. Hebu wewe uliyekuwa uwanjani tuambie, nyie mmeshinda magoli mangapi? Magoli yalikuwa 5. Sasa mbona mliwaacha ile first half bila hapo mliporudi mkawafunga nyingi? Ile kwa game plan. Ile kwa game plan, na tunashukuru Mungu kwamba maelekezo ya mwalimu tumeyafanyia kazi kwa asilimia kubwa sana, na ndio maana tumepata ushindi. Sasa Angelo, mimi nataka kujua kutoka kwako, wewe ni mmoja ya mfanyakazi wa Jeshi la Polisi Tanzania. Nataka kujua kutoka kwako, kabla ya wewe kufanya kazi Polisi Tanzania, nimeona mipira mingi sana mguuni, yani vile unadriba unapokea mali, haujakaa kipolisi kabisa. Kuna namna unaweza ukasababisha Polisi Tanzania iwe baada ya Simba Polisi au baada ya Yanga Polisi. Hebu tuambie, kabla ya kuja Jeshi la Polisi Tanzania umewahi kucheza mchezo wa soka? Ya mpira nimecheza, lakini sio kwa level kubwa. Kama kwa Coca-Cola ndo zao letu, sisi tumetokea humo ndo hadi tukaingia majeshini. Mimi nikushukuru sana Angelo, until next time. Asante sana. Hongereni sana. Mimi naitwa Nemo Saseka, a boy big ball from Castel. Nilikuwa na wewe moja kwa moja kwenye matukio mbalimbali hapa kwenye viwanja vya Barafu. Polisi Kimara dhidi ya Polisi Magomeni. Matokeo ni mabovu kwa Polisi Kimara, lakini haiwafanyi wao wakate tamaa, kwa sababu wakati bado unaendelea, na wakati mwingine wana Polisi Kimara watapata nafasi ya kufanya vile ambavyo wao wanafikiri ni vizuri. Let me sign out kwa sababu wakati umekuwa sio rafiki. Ciao.